Unafahamu nini kuhusu baraka ya Mungu? Unajua, watu wengi sana wamekuwa wakienda mbele za Mungu wakimwambia Mungu, mimi hujanibariki. Na ukimwangalia kwa nini anasema Mungu hujanibariki, ni kwa sababu anaona fulani ana ndoa, yeye hana ndoa. Kwa hiyo kwake anaona kubarikiwa ni kuwa na ndoa. Na mwingine anaenda anamwambia Mungu, naomba na mimi unibariki, ni kwa sababu anaona fulani amepata watoto, lakini yeye hana watoto, kwa sababu anaamini baraka ni kuwa na watoto. Na mwingine kwa sababu hana kazi, au kwa sababu hana fedha, hana nyumba, hana maisha fulani kwa standard fulani ambayo yeye kwake anaona ni ishara ya kubarikiwa. Kwa hiyo anaenda mbele za Mungu akimwambia, ninaomba na mimi unibariki kama ulivyombariki mtu fulani. Lakini unajua kwamba hayo yote sio baraka. Yaani uwepo wa hivyo vitu ambavyo tunavihangaikia na kwenda mbele za Mungu tukitumia muda wetu tukiomba, tukimwambia tunaomba utubariki kama ulivyombariki fulani, mbele za Mungu hiyo sio baraka. Kwa nini ninasema sio baraka? Kwa sababu hakuna ambao wanamtumainia Mungu wako na wana ndoa na wana watoto, wana nyumba, wana fedha, wana magari. Je, shetani hatoi fedha, hatoi watoto, hatoi ndoa, hatoi magari, hatoi nyumba? Kwa hiyo kwa kuwa na shetani anatoa, basi tuiite hiyo ni baraka. Kwa hiyo utagundua hiyo sio baraka. Ikiwa shetani ana uwezo wa kutoa au dunia ina uwezo wa kutoa, haiwezi kuwa baraka. Lakini kwa mwamini hiyo inatakiwa kuwa matokeo ya baraka ya Mungu ndani yake. Kumbe basi nini ni baraka kwa mujibu wa neno la Mungu? Tunakumbuka Ibrahimu, Mungu anamwambia katika wewe mataifa yote ya ulimwengu watabarikiwa. Kuna baraka ambayo Mungu alimwahidia Ibrahimu kwamba katika wewe mataifa yote ya ulimwengu watabarikiwa. Lakini unajua ya kwamba hiyo baraka ambayo Mungu alimpa Ibrahim haikuwa baraka ya kuwa na fedha, haikuwa baraka ya kuwa na nyumba, haikuwa baraka ya kuwa na gari, haikuwa baraka ya kuwa na watoto, haikuwa baraka ya kuwa na kazi. Chochote unachokiona wewe kwako ni baraka, haikuwa baraka ambayo Mungu alimpa Ibrahimu. Baraka ambayo Mungu alimpa Ibrahim sawasawa na kitabu cha Wagalatia sura ya 3 mstari wa 14 ilikuwa ni roho wake yeye Mungu kukaa ndani ya mtu kwa njia ya imani. Andiko linasema ili kwamba baraka ya Ibrahim iwafikirie mataifa katika Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya roho wake kwa njia ya imani. Kwa hiyo ahadi ambayo Mungu alimpa Ibrahim kwamba katika wewe mataifa yote watabarikiwa, hiyo ahadi ilikuwa ni roho wa Mungu ndani ya mtu kwa njia ya imani. Kwa hiyo unaweza ukaona hapo ulipo mtu wa Mungu, wewe umebarikiwa au haujabarikiwa. Unaweza ukawa na ndoa au huna ndoa, lakini stili kama umemwamini Yesu Kristo, unayo baraka ya Mungu ndani yako ambaye ni Roho Mtakatifu. Unaweza ukawa na fedha au usiwe na fedha, lakini uwepo wa vitu hivyo haumaanishi kwamba wewe umebarikiwa au haujabarikiwa, kwa sababu mbele za Mungu baraka yake ndani ya mtu ambaye alimpa Ibrahimu ilikuwa ni roho wake yeye Mungu kukaa ndani ya mtu kwa njia ya imani. Na unajua Roho Mtakatifu ndani ya mtu ni ishara ya uzima wa Mungu ndani ya mtu. Umeona hiyo baraka? Baraka ya Roho Mtakatifu ndani ya mtu ni ishara ya nguvu za Mungu ndani ya mtu. Ndio maana kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8 Yesu anasema, msitoke Yerusalemu hata mtakapovikwa uweza au mtakapopokea nguvu kutoka juu, anasema atakapowajilia Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapoingia ndani ya mtu kwa njia ya imani, ambayo ndiyo baraka ya Mungu, ni nguvu ya Mungu ndani ya mtu. Kwa hiyo chochote ambacho dunia inaweza kuwapa watu wake, na wewe hiyo baraka ya Mungu ambaye ni roho wake ndani yako, ambaye ni nguvu yake ndani yako, ambaye ni uzima wake ndani yako, una uwezo wa kukupa chochote ambacho dunia ina uwezo wa kutoa, kwa sababu sasa unayo baraka ya Mungu ndani yako. Na ukisoma kwenye maandiko, andiko linasema baraka ya Mungu hutajirisha, na hiyo baraka ni roho wake ndani yako. Kwa hiyo nguvu ya Mungu ndani yako, roho ya Mungu ndani yako ni baraka ya kukutajirisha wewe. Lakini hivyo vitu ambavyo dunia inatoa kwa watu wake, na wewe ukiwa navyo, siyo ishara ya kwamba wewe umebarikiwa, kwa sababu hata pasipo roho wa Mungu ndani ya mtu anaweza kuvipata. Kwa hiyo hiyo siyo baraka. Kwa hiyo kwako wewe ni matokeo ya baraka ya Mungu ndani yako, ambaye ni roho wake ndani yako, ambaye ndiyo nguvu ya Mungu ndani yako ikupayo utajiri. Na hili nataka kukwambia mtu wa Mungu, wakati mwingine tumeshindwa kumpeleka Yesu vizuri kwa njia ya Injili
kwa sababu tumekuwa tukiamini watu kuja kwa Yesu wanakuja ili wabarikiwe, na baraka ambayo tunawaonyesha ni kwamba ni kuwa na vitu vya mwilini, ni kuwa na vitu vinavyoonekana, lakini hatujui ya kwamba kuna watu wengine ambao wanavyo hivyo vitu ambavyo tunawaambia wakija kwa Yesu watabarikiwa. Huoni kwa njia hiyo tumewafungia wasimpokee Kristo? Hatuoni kwa njia hiyo tumezuia wasipokee baraka kubwa ambayo ni Roho wa Mungu ndani ya mtu kwa njia ya imani, ambaye ndiyo uzima wa Mungu ndani ya mtu kwa njia ya imani? Kwa hiyo hii itatusaidia kubadilisha mtizamo tulionao juu ya baraka ya Mungu, kwa sababu baraka ya Mungu sio uwepo wa vitu kwenye maisha ya watu. Kwa hiyo hata tunapowahubiria na kuambia watu kwa habari ya baraka ya Mungu, kwamba waje kwa Mungu waipokee baraka yake, ni kwamba waje wapokee Roho wake Mtakatifu ndani yao kwa njia ya imani, ambaye ndiye baraka ya Mungu aliyemwahidia Abrahamu ya kwamba katika yeye mataifa yote ya ulimwengu yatabarikiwa. Na kitu kingine, kwa sababu ya hiyo baraka ya Mungu ndani yetu, Roho wake Mtakatifu kwa njia ya imani, tunapewa uwezesho wa kushinda kila changamoto ambazo zinaweza zikajitokeza. Tusisahau, pamoja na Roho wa Mungu ndani yetu, pamoja na maisha mapya ya Mungu ndani yetu, pamoja na uzima wa milele ndani yetu, lakini hatujaondolewa duniani, bado tunaishi duniani. Kwa hiyo tunaweza tukapitia changamoto zile zile ambazo pia na watu wengine wanazipitia, lakini utofauti wetu na wao ni kwamba tunazo nguvu za Mungu ndani yetu za kutusaidia kushinda hiyo changamoto. Unapokuja kwa Yesu Kristo, haimaanishi ya kwamba unaagana na changamoto, unaagana na matatizo. By the way, Yesu mwenyewe alisema, ulimwenguni mnayo dhiki, jipeni moyo, lakini kwa sababu mimi nimeushinda ulimwengu kwa ajili yenu. Tutakutana bado na changamoto kama wanadamu wengine, tutakutana bado na dhiki kama wanadamu wengine, lakini utofauti wetu tulio na Roho wa Mungu ndani yetu ni kwamba tunazo nguvu, tunao msaada wa Mungu wa kutuwezesha kushinda na zaidi ya kushinda katika hizo changamoto. Anasema kwenye kitabu cha Warumi sura ya 8, anasema kwamba tunaweza tukakutana na dhiki, tunaweza tukakutana na njaa, tunaweza tukakutana na upanga, tunaweza tukakutana na mauti, tunaweza tukakutana na changamoto zote ambazo zimewekwa pale, lakini anasema katika haya yote tunashinda na zaidi ya kushinda katika yeye aliyetupenda. Kwa hiyo mtu wa Mungu, uzima wa Mungu, baraka ya Mungu ndani yako, hiyo ndiyo baraka kubwa kuliko baraka yoyote ambayo tumekuwa tukiiamini ni baraka, kwa sababu Roho wake ndani yetu ni ishara ya nguvu yake ndani yetu na ishara ya uzima wake ndani yetu. Naamini unajiona kutoka sahihi ya kwamba umebarikiwa, si ndio? Mtu wa Mungu, umebarikiwa sana wewe. Amen, amen and amen.